السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Hapa nataka nizungumzie jambo la muhimu sana, ambalo jambo la tabia na mienendo ambayo tuko nayo. Mfano, kila mtu ana vijitabia vyake. Kila mtu ana vijitabia vyake. Kuna wengine wana vijitabia vya uvumilivu, wana vijitabia vya kutotamani vya watu, wana vijitabia vya kwamba bwana hicho cha mtu bwana, mimi bwana sawa bwana, cha kwake bwana, acha enjoy. Kuna watu wana tabia kwamba bwana hayanihusu bwana nini, mimi bwana hayanihusu bwana. Amefanya hivi, atajua mwenyewe na Mungu wake bwana, mimi ya nini bwana. Umeona, unakuta mtu huyo na vijitabia vyake hivyo vizuri, maana hivyo vitabia vizuri hivyo vingine. Umeona, mwingine anajali kitu cha mtu. Unajua kuna mtu anajali kitu cha mtu, yaani kwamba hichi kitu bwana chake, mwekee vizuri hapo kisije kuharibika. Umeona bwana, hichi kitu bwana muhifadhie, au atakikuta kwangu kisije kapotea bure. Anajali. Kwa hiyo unaweza kukuta mfano ni kitu kidogo tu, bwana mtunzie, au bwana mtoto wa watu, hebu mpelekeni kwao, wewe mpeleke kwao mtoto. Umeona, kuna hiyo kujalijali fulani hizo tabia hizo za huruma bwana. Usimpige paka bwana, wewe unampiga nini, amekufanyaje? Umeona vijitabia fanya vizuri vidogo. Sasa vile vijitabia vina operate kwenye haya level. Yaani kuna sehemu ni kubwa, yaani ni mfano, kuna sehemu mali nyingi, pesa nyingi. Yule mtu ambaye ameweza kuoperate tabia yake ya kutotamani vya watu kwenye vitu vidogo vidogo, hata siku huenda, yaani mara nyingi inawezekana anakuwa na uwezo wa kwamba bwana, hii mali nyingi lakini sio yangu, iache. Umeona? Kwa hiyo tabia ndogo ndogo zinaathiri kwenye tabia kubwa kubwa. Yaani mtu mfano ana tabia ya kuridhika bwana, amekula miogo yake miwili imetosha. Huyo mtu baadaye kwenye familia au akiwa kwenye ndoa au kwenye majukumu au kwenye nini, akipata chake kidogo kinamtosha. Kwa hiyo tusidharau tabia ndogo ndogo na maneno